Okay, basi karibu tena katika short movie description. Huko na Miswebe Director Fish SD. Katika mitandao ya kijamii natumia SD Movies Lookup. Nikusihi tu usiache ku comment, ku like, ku share na kusubscribe ili wa kwanza kupata mali kali kama hizi. Leo tuko na hii ngoma kali hapa Shaolin Boy. I say, tuna hii ngoma ni kali kweli kweli. Kuna Hudogo ambaye alidhaniwa kuwa ni mpiganaji wa kawaida Ntashayo, lakini ni mwamba kweli kweli, yani ana magics zingine ambazo hujai kuziona katika hii dunia. I say, kaa kiti cha mbele ni kueleze hii ngoma namna ilivyo mwanzo mpaka mwisho. Hii mali ambatana nami. Basi ngoma inaanzia katika mazingira haya hapa ambapo kuna Hudogo ambaye yeye anaitwa Shayu. Shayu bwana alikuwa ameagizwa aende katika tempo fulani kwa ajili ya kwenda kujifunza, lakini mara baada ya kufika huku ghafla anaingia nakuta milango inajifunga. Basi akawa ametoa heshima kwa master pale, hajakaa sawa, akawa amejaribiwa kwa namna moja ama nyingine. Hudogo anaitwa Shayu na ngoma inaitwa Shaolin Boy. Mara baada ya kuingizwa hapa ndani akampokelewa na huyu master. Master akawa anajaribu kumwelekeza kwamba hapo umekuja kujifunza mambo ya kung fu, lakini pamoja na kitu inaitwa taekwondo. Taekwondo hutaipatia hapo, utaipatia katika chuo kingine. Lakini hapo akawa anamtambulisha wanafunzi kama watatu ambao huwa wanafanya the best wakati wote. Basi Dogo naye akawa anaonyesha maujanja hapo, namna ambavyo anaweza kufanya fighting kisawasawa, yani katika ubora wa hali ya juu. Akawa amemjaribu mpaka master hapo ndani, lakini bado Dogo mkono hauwezi kwa sababu bado ni mdogo na bado anaendelea kujifunza. Lakini master alikubali sana uwezo wa huu Dogo. Baadaye Dogo anatoka kwa ajili ya kwenda kuangalia wengine wakifanya wanafanya mazoezi, mpaka wale watatu wanakubali, akawa amewashinda kwa takriban 88.78. Basi baadaye mwalimu akawa amemtoa mpaka huku nje baada ya mazoezi fulani, akamwambia kwamba kuna exchange imetokea kati ya chuo hiki na chuo kingine, kwa utahitajika kwenda kwenye hicho chuo kingine na kupa address, wewe unatakiwa kwenda huko kwa ajili ya kufuata mafunzo ya taekwondo mara baada ya kumaster kung fu. Basi Dogo akawa amekimbilia hiyo basi kwa ajili ya kwenda kupanda ili kusudi aweze kwenda kwenye hicho chuo kingine. Aisee, kuja huku kukutana na mwalimu mwingine ambaye jamaa anaitwa Mr. James. Huyu Mr. James alikuwa ni dokta, lakini pia ni mtu fulani ambaye anapiga sana hizo taekwondo, na huyu ni binti yake hapa. Lakini huku ndani pia kuna watoto wake. Aisee, wote ni wataalamu balabala, yani wako vizuri kweli kweli katika masuala ya taekwondo, na hiki chuo ndicho ambacho Dogo anatakiwa kuja kusoma. Huku binti tunakutana naye ambaye ndio binti wa Mr. James yuko hapa ndani pamoja na hawa wadogo zake wakiwa wanapata snacks na nini vitu fulani fulani hapo ndani, huku story moja mbili tatu zikiwa zinaendelea. Basi ghafla simu ikawa inaingia pale, baba hao anapiga ambaye ni Mr. James. Mr. James anauliza kwamba mambo yanaendeleaje hapo nyumbani. Wanafurahia tu vituko vya hapa na pale. Anaambia basi muda sio mrefu nitakuwa nakuja huko kwa sababu leo nimepata ofa ya kutoka mapema sana kazini kwangu. Huyu binti yake anamwambia baba, tutafurahi sana endapo utakuja nyumbani maana muda mrefu hujaje. Lakini mama yetu yuko wapi? Anaambia nitawaambia ukweli mama yenu yuko wapi. Ghafla akawa anahisi kama mlango unagonga. Kuna mzigo uko umetumwa hapo, una kitu fulani kama kibox. Alafu ndani kuna kitu inaitwa magic toy. Hiyo magic toy iko imetengenezwa na huyu mshikaji ambaye anaitwa Mr. James. Hiyo ambayo mdogo anaishika hapo ndani. Hatujui zaidi hiyo toy na nini. Ghafla tunaona kama kuna nyamela fulani wanaingia hapa ndani. Binti ni kama alishtukia kitu. Kuja kucheki mlangoni, anakuta ni yule Dogo Shayu ndo amefika mazingira hayo hapo. Kwa hiyo ilikuwa afiki huko. Sasa kwa bahati mbaya ile video call alikuwa hajaikata pale. Tunaona kule ni kama amevamiwa yule Mr. James. Ghafla ile video call ikawa imezimwa pale. Huku Mr. James kweli amevamiwa bwana. Wanamwambia tunaomba magic toy. Sema ile magic toy iko wapi kwa sababu sisi tuna shida nayo. Lakini jamaa hakuwa tayari kusema kwa sababu hiyo magic toy kuna vitu ambavyo yeye amevifanya pale ndani. Yaani kuna vitu ambavyo ni kama amevi-insert pale ndani kwa ajili ya ulinzi na ana formula zake mbalimbali ambazo amezitunza. Basi wakaanza kuperuzi hapo ndani. Wakawa wanachukua kila vitu ambavyo wanahisi vinaanza kuwa na kumbukumbu. Baada ya kuangalia zaidi wanashangaa jamaa namna ambavyo alikuwa anatengeneza na chip ambazo aliziingiza kwenye ile magic toy. Basi baadaye hawa wawili wakajifanya kuwa raia wa kawaida na wakaenda mpaka kwenye nyumba ya Mr. James. Mara baada ya kufika hapa wakaangalia kwa nje tu. Huko ndani Dogo alikuwa anapiga zake sala na nini, lakini mwingine huko acheza zake katuni. Aisee, usiwadharau hapo, yani kila mmoja na uwezo wake matata kweli kweli. Lakini Dogo Shayu ndo mwamba wa kote mbali. Basi binti yao kama kuja amewaangalia na nini hapo fresh, kana waonesha kwamba tunatakiwa mbievu hivi wote kulala. Au kunje waliperuzi tu akasema sasa inabidi tuingie hapo. Huyu anataka kuvaa mask, mshikaji akamwambia hapana. Hauhitaji kuingia leo, tutaingia kesho asubuhi. Kwa ngoma leo isukwe tu, lakini kesho asubuhi tunahakikisha kwamba tunataradadi katika mazingira haya hapa. Sasa kabinti kaka ametoka zake kuoga na nini. Baada ya kushangaa ile box ambayo ilitumwa na babake kwani ndani na nini. Mara baada ya kucheck pale anakuta ni mdori. Akaja akauangalia, hakuelewa sana. Lakini ajabu kuja kuplay hivi, nashangaa una sauti kama mama yake.
Basi dogo akaanza kusikiliza pale kwa kufurahia kweli kweli. Kumbe yule mzee alitengeneza hii toy, afu ndani akaweka pia sauti ya mke wake ili iwe namliwaza, kwa sababu mke wake alifariki miaka mingi nyuma. Kwa hiyo dogo akawa amefurahia sana na kuikumbatia hapo. Baadaye asubuhi iliyofuata sasa, kumbuka kuna mission jana na kuna mchoro ulichoro, wale wakabaji wamekuja tena leo, wakawa wanaanza kuchora ramani yao hapo kwamba hapa lazima tuhakikishe kwamba tunawapata hawa. Tukimteka hata mtoto mmoja kati yao, wako watatu, lakini tukihakikisha tunamteka hata mmoja tu, basi tutafanikiwa kuhakikisha kwamba yule jamaa Mr. James anatoa siri. Ghafla gari hii hapa mzee udogo akapita akakwapua ile toy akatembea nayo, lakini Shayu akawa ameona ile mishe, basi akaanza kufukuzia pale. Aisee, dogo ni matata kweli kweli, akaanza kuzipanga akawashenyeta vibaya mno. Basi baadaye akawa amechukua ile toy, baadaye akawa amerejea darasani na nini, akawa anatambulishwa dogo Shayu kama mwanafunzi mpya. Sasa amezoea kule Shaolin Temple namna ambao wanasalimia hao wenzie, ni wanacheka balabala, wanamwambia oya, unajua ile shishi. Baadaye akawa amekuja huko kwenye mafunzo kwa ajili ya taekwondo. Kwa hiyo amekuja kujifunza kung fu, imelala hapo mzee baba, lakini kinachobaki ni taekwondo. Dogo ni ana speed balaa. Leo anamuonesha mwalimu namna ambavyo ana uwezo, lakini ghafla kama amepita hapo kwa mwalimu mpaka kofia ya mwalimu ikaruka juu. Kama muda ukawa umesimama, mwalimu haamini. Basi dogo baadaye akawa ameendelea kujifunza na kutembea huko kuangalia taekwondo namna ambavyo anapigwa. Anacheki kuona wale watoto wa ile familia wako vizuri kweli kweli, lakini hawajajua moto wake. Yeye yuko vizuri kwenye kung fu, hawako vizuri kwenye taekwondo. Nyakati za jioni wale wakabaja kukata tamaa, waliona acha waje tena. Aisee, wakaanza kuingia kuvamia katika hiyo nyumba. Wakati huo mmoja wapo akiwa anabaki huko kwenye gari kwa ajili ya kucheki ulinzi. Mara baada ya kuingia hapo ndani, dogo kumbe amewasanukia bwana. Basi akaanza kukumbuka zile techniques za taekwondo. Bana akaanza kufanya mazoezi hapo ndani. Ili anafanya mazoezi anashangaa wanakuja. Akaanza kuwatishia buibui na nini, akaanza kuzipanga ise. Aliwachakaza kweli kweli. Hapo ndani pakawa ni pagumu. Hao waliokuja leo hawajajipanga kisawasa. Kucheki vizuri huyu jamaa, toy hizi hapa. Kumbe walijua kama hao wanahitaji toy, wakawa wametengeneza toy fake. Dogo anacheka. Kuja kuleta kwa bosi wao amewapa adhabu. Kwa nini mnaleta toy fake? Akaanza kuweka vitenesi kwenye midomo yao. Sasa nyie leo mtakuwa ndio uwanja wa vitenesi. Oya, bonge la adhabu yani. Basi siku nyingine imekucha, ilikuwa ni siku ambayo mshindi anapokea kikombe hapa katika hii shule ya taekwondo. Na hapa ndani hao madogo wakawa wanaendelea kupiga stori mbili tatu, wanashangilia nini watu ambao wanakuwa wamebuka washindi. Kumbuka naye dogo yuko hapo, yeye bado anajifunza. Basi wakawa ameingia pale jamaa fulani ambaye yeye mtu mzima tu, lakini dogo akasema nataka nijaribu nisipange naye. Basi watu akasema okay sawa, ngoja tukae kisawasawa tuendelee kucheki. Lakini ghafla hajakaa sawa. Kumbe kuna watu waliingia pale kama wanafunzi, afu wakawa wameiba ile toy au wanakimbia. Wakawa wamejaribu kuwakaba na nini hapo, lakini bado hawakufanikiwa kupata ile toy. Baadaye wakaenda kumwambia mwalimu wao. Maana baada ya mwalimu kuwakusanya kwamba acheni fujo, ndo nafasi ambao wale wanafunzi wengine ambao walijifanya kwa wanafunzi lakini wale wakabaja wakawa wameondoka. Lakini mara baada ya hapo mwalimu amewaita kwamba acheni fujo. Basi wakamwambia kwamba sisi tumeibiwa toy. Wakaja hadi wa maaskari kwamba tumeibiwa toy. Hiyo toy ina sauti fulani. Basi wakamchukua zile credentials zake na kuhakikisha kwamba tutaonesha ushirikiano kwenye kuitafuta. Basi kuja huku dogo bado anaendelea kusukwa vizuri, lakini huku upande Mr. James bwana amenaswa kweli kweli, afu ile toy yenyewe imepatikana. Kwa anamwambia taja password, mshikaji hataki kutaja. Kila wakiingiza kwenye mfumo ngoma hola, jamaa mind sana, kaja akamwadhibu vibaya mno, lakini bado mshikaji hataki kutaja. Ngoma inaendelea kurodi bwana, kila akijaribu factory reset ngoma bado inagoma. Bosi ni anaumia kweli, kwa nini hatupati password ya hii kitu? Inafika 93, inafika hadi 99, lakini ngoma haifunguki. Huku maaskari bado wanaendelea na upelelezi, wamekuja tena kuwauliza ilikuwaje, sifa zake zilikuwaje. Basi kama mtaja features zake hadi nje ikoje, kwa sababu basi tuendelea kuzitafuta. Inafika hadi 99 huku bosi anaamini itafunguka, lakini wapi. Akaendelea kumchakaza Mr. James, anamwambia taja siri, sema password gani unaitumia huku. Anamwambia siwezi kusema kwa sababu ni ya muhimu sana katika maisha yangu, na nyinyi siwezi kuhakikisha kama nawapa hii formula ya hii magic toy. Hatujui zaidi magic toy ina maajabu gani, lakini hawa washikaji hawezi kuitafuta bure. Basi baadaye wakaanza kumtumia jumbe mtoto wake na Mr. James, ili kusudi wajifanye kama wao ndo Mr. James. Basi huku ni jioni hii ya leo bwana, hawa jamaa walikuwa wanaandaa huku kama kuna kipati fulani kinafanyika kwenye familia hii, lakini ghafla wanapokea jumbe wakihisi ni Mr. James kwamba bwana tokeni nje hapa nipo. Kutoka nje kumbe baba kashikiliwa. Maskini binti alikuwa ametoka peke yake, hajatoka na wenzie, anamwambia kimbia, ila anakimbia tu naye akakamatwa kwa nyuma. Basi akamfanikiwa kumteka huyu binti tena.
lakini mdogo huko hajakaa sawa, anashangaa mbona binti ametekwa pamoja na baba. Basi akawa amekimbilia kuhakikisha kwamba anawachakaza hawa jamaa, lakini leo kakutana na mwamba. Aisee, alipigika kinoma noma. Yana watoto hawakuambulia chochote siku ya mwamba, anawaambia oya, nendeni mkajifue vizuri au moto haumuwezi. Wakawa wamekaa hapo, wameanza kufuatilia ile gari ambako inaenda. Basi mkuku akawa anafukuzia nyuma. Kuna kitoto kibonge kweli, lakini chenye mkono kinaenda. Kwa bahati mbaya ni kwamba yule binti pamoja na Mr. James mwenyewe walikuwa wametekwa. Basi jamaa akaanza kutishia kwamba nitamuua huyu binti yako kama hutoniambia siri. Dogo anasema baba, usimwambie siri yoyote. Lakini kwa bahati mbaya kama aliteleza bwana, kama ametoa siri, anahofia sana mtoto wake asije akapata madhara. Basi ngome kaanza kutiki hapo, ngome inafunguka mwanangu. Huyu mzee alifurahi sana kuona sasa formula inapatikana. Wakajua sasa moja kwa moja tutafanikiwa kupata tulichokuwa tunakipata. Baadaye akaja akaarrange kwamba wewe inabidi tuhakikishe kwamba tunapata hiki kitu chapo, lakini wale madogo wameshatinga hapa ndani mzee. Kichapo kikaanza kutembea hapo ndani. Huku ndani kabisa hawajasamkia, najaribu kukopi yale mafaili chap. Lakini huyu jamaa ananong'oneza kwamba anaona kama kuna kitu kinaendelea nje. Jamaa akamwambia nenda kafuatilie. Sasa huyu dogo huku ametuma huku juu hawapotezi maboya, lakini wahakikishe kwamba wanawafuatilia. Uzuri pia taarifa ilikuwa imeshatoka kule polisi. Yaani taarifa imeshaenda polisi kuhakikisha kwamba polisi wanakuja kuwasaidia. Basi mbinu zikawa zimeanza. Kumbuka watoto wako wengi, wakaanza kuingia. Hii jamaa ambao linaaminika sana, hii Mr. Upala kali limetoka tu, halielewi, alijiangalia nyuma wala mbele kuna nini. Basi baadaye wakaanza kumtandika. Sasa kilichofuata ni kwamba kinachobaki ni kumngangania wote kwa pamoja ili kusudi waweze kuweza mchongo. Anambia wewe kimbia ndani, nenda kahakikisha kwamba formula haziibwi. Basi akawa amekuja huku ndani, jamaa bado anaendelea kuna kile ama faili yanaelekea kukamilika. Jamaa akawa anafurahi kweli kweli. Anambia sasa wale tuwaachie. Najibu nini wewe? Subiri tumalize kukamilisha hizi formula kwanza, ndipo mambo mengine yataendelea. Wakaanza kuzozana wao kwa wao hapo. Mr. James huko anashangaa anafunguliwa. Kwa bahati mbaya jamaa alikinaza. Huku cha wewe naye amekuja anaambia mwacheni. Basi wakawa wametuma watu pale waanze kuvamia. Isema madogo ni kama wanatingwa bwana, lakini kwa bahati nzuri Mr. James pamoja na kale kabinti wakawa wamefunguliwa kamba. Kumbuka wale madogo wakawa wamepenya kwa nyuma huko na kuwafungua kamba. Wakaanza kuwasumbua hapo ndani kuhakikisha kwamba zile formula zinapotea. Basi mapambano yakawa yameendelea hapa na pale. Ni mchakazano mwanzo mwisho, lakini huyu dogo ni ana washosho kweli kweli mzee. Huyu shayo. Basi baadaye huyu jamaa akaona ngoja akimbie, maana walinzi wake wote ni kama wameshanaswa. Huku jamaa mwingine huyu ambaye alikuwa ni rafiki yule binti anapambana na ile jamaa ambayo ni babe kweli kweli. Basi huyu jamaa amekimbia mpaka hapa, hii kaambia sasa subiri niwaoneshe kazi. Lakini ile hajakaa sawa, dogo akaamua kujituma, akaanza kukumbuka yale masomo yote ambayo alikuwa anayafanya kipindi cha nyuma. Akaanza kumtengua huyu jamaa. Jamaa aamini, anajiona yeye ni mkubwa, lakini dogo alijitahidi, alimchakaza kweli kweli. Huyu bosi anakimbia mpaka huku, wote akawa amekuja huku kumnasa. Bahati nzuri akawa ameingia hapa mparamia mapepa fulani, akawa amemwangukia na akawa ameumia sana. Basi ghafla ving'ora kama vinalia, ving'ora vya polisi. Polisi wakawa wamefika kwa sababu taarifa ilikuwa imetolewa. Aisee, wakawa wamefanikiwa kumkamata. Na huu ndio mwisho wa hii ngoma kali ambayo inaitwa Shaolin Boy. Yaani kijana wa Shaolin. Dogo amekuwa msaada sana katika hii familia. Uwezo wake so far umewasaidia. Naitwa Cyber Director Fish SD. Usiache kucomment, kulike na kushare na kusubscribe pia akaunti yangu ya SD Movies Lika. Ciao.